Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametujalia uzima na afya na ametujalia wakati huu tunapumua. Shukuru alhamdulillah. Hii ni neema kubwa, neema ya uzima hapa katika Uislamu. Wingi na wasoko wa Uislamu wanaitafuta fursa hii walau ya kukaa kama hivi kuambiana mawili matatu, fursa hii hawaipati. Mimi na wewe kwamba tumejaliwa wazima, tunapumua na tunaonana, ingawaje kila mmoja na changamoto zake za kiafya, tuna changamoto za binadamu za kimaisha, lakini haiondoi bado kwa kwetu ni neema kubwa sana ya uzima. Hapana budi ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tusemeni alhamdulillah rabbil alamin. Naam, baada ya kusalimiana na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tuko katika kipindi chetu hichi maalum ambacho kwamba kinaitwa hadithi ya leo. Nini maana ya hadithi ya leo? Maana ya hadithi ya leo ni kukumbushana na kupeana, kuelekezana yale ambayo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia sisi kama umma wake, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa ajili yetu sisi, na yeye kuja kuwa ni kiigizwa kilichokuwa chema kwetu sisi, na ndiyo kiongozi wetu wa mambo yetu na maisha yetu. Hatuwezi kufanikiwa, ni lazima tumfanye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiyo nuru yetu katika maisha yetu, ndiyo kiongozi wetu, na ndiye ambaye kwamba ameshika bendera yetu, anapokuja tukuje naye na anaponyoka tuondoke naye. Hivyo basi, ndani ya maelekezo yake na kunyoosha njia hii ametuwekea miongozo mbalimbali. Miongoni mwa miongozo hiyo ametuwekea mafundisho yake katika maneno yake, katika vitendo vyake, ama vipamba kwa jumla yake ndio zinaitwa hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hapana budi kukumbushana mawili matatu katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na leo tunakumbushana hadithi moja tu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokewa na Imam Bukhari, amesimulia katika kitabu chake Sahih al-Bukhari, lakini hadithi hii imetoka kwa Abi Huraira, Allah mradhi, amesema katika hadithi maarufu ambapo kwamba anasema, amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu. Katika hadithi ambapo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Bwana Mtume, ma nahala walidun waladahu afwala min adabin hasanin. Hadithi maarufu sana ambapo kwamba wengi wetu tunaifahamu, lakini maana yake ni Mtume anasema manahala wali, hakutoa mzazi yoyote au hakupatisha mzazi yoyote mzazi huyu waladahu, hicho alichokutoa akampa mwanawe. Hakutoa baba Muislamu, hakutoa mzazi wa Kiislamu, hakutoa mtu katika jamii yenu, hicho alichokutoa hicho akampa mwanawe. Nini? Ni mali, ni utajiri, ni pesa, ni mashamba, ni magari, ni nini? Mtume anasema hicho ni kitu bora zaidi. Maana hala walidun waladahu afdala, kilichokuwa bora zaidi, kilichokuwa kheri zaidi, kilichokuwa na thamani zaidi. Nini? Ni gari, ni pikipiki, ni mashamba. Nini kasema Mtume? Mtume anasema hakutoa mzazi Muislamu, baba Muislamu, mlezi Muislamu, mzazi Muislamu, mama Muislamu, kumpa mwanawe kitu kilichokuwa bora zaidi, min adabin hasanin, kuliko adabu zilizokuwa njema. Kumbe hakuna zawadi bora ambayo kwamba mzazi anatakiwa haitoe kumpa mwanawe, na zawadi hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ina thamani kama adabu njema, au kama adabu ambazo kwamba zinairidhisha jamii, zinaishi na mtoto. Hakuna kitu bora kwa mzazi ambacho kwamba kitu cha kutoa anampa mwanawe na kinahesabika kwa Mwenyezi Mungu kina thamani zaidi kuliko adabu zilizokuwa njema. Leo hii tunaona maharibiko mingi ya vijana wetu mitaani, baada ya kufanya uovu ule
watu jamii inazungumza, hajafunzwa. Maana mafunzo nani? Wewe mzazi ndio amepamba unalaumiwa. Kwa nini mwanao amekuwa na tabia hizi? Mzazi anapokuwa na watoto wake, si kuwa na watoto kwa sababu amewazaa, lakini watoto wale ili wahesabike kwa watoto wale, mzazi amenufaika na watoto wale, ni kuwapa mafundisho yaliyokuwa mema, na ni kuwapa yale kwamba jamii itakuwa inafurahia kwa yale kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi wa mafanikio ya vijana wetu uko katika kuwafundisha adabu njema. Leo hii vijana wetu wamekuwa waizi, vijana wetu wamekuwa wakorofi, vijana wetu wamekuwa matapeli, vijana wetu wamekuwa watu wa kushiriki mambo ya kubeti. Kwa sababu gani? Wamekosa malezi, wamekosa adabu zilizokuwa njema. Sasa ili mzazi aonekane kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa kilichokuwa bora, si kumwachia mtoto magari, si kumwachia mtoto mali nyingi, si kumwachia mtoto yule baada ya kuondoka hapa duniani kumwachia uchumi mkubwa, isipokuwa kwanza kabla hivyo vyote ni lazima umwachie adabu zilizokuwa njema, umfundishe adabu. Mali zako atazihifadhi vizuri, mali zako atazitumia vizuri, mali zako ataziweka katika njia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala inafurahisha na Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia, kwa sababu baada ya yeye kuondoka litabakia jina lako ambalo kwamba atakuwa yeye analitangaza. Kama umemlea vizuri, malezi yako yatakuwa vizuri, na kama umemlea vibaya, basi kupitia yule mtoto, kama kufundisha adabu, hata kama uko kaburini, basi sifa zako zitatajwa vibaya. Ndio maana Imam Ali katika maneno maarufu amesema, kunibna man shi'ta wabtasil adaba. Anawahusia watoto, anasema kunibna man shi'ta, kuwa mtoto wa umtakaye. Kunibna man shi'ta, kuwa mtoto wa umtakaye, kuwa mtoto wa diwani, kuwa mtoto wa mbunge, kuwa mtoto wa waziri.